Haya, tunaendelea. Kwa kuendelea hapo hapo, Dr. Fileuka, hivi ni namna gani ambayo, namna bora ambayo kijana anaweza kufanya ili kukabiliana sasa na hizi mambo za changamoto ya afya ya akili kwa kutumia zana za self care sasa? Ukiangalia kwenye self care ina vitu vikuu vitatu. Sawa? Kwenye self care kuna ile ya kujitambua. Alafu kuna ile kujikubali. Alafu kuna ile kujishughulikia. Kwenye lugha ya Kiingereza tunasema self awareness, self acceptance na self management. Kwa hivi vitu vitatu vinatakiwa uvifahamu, kwamba ujifahamu, ujitambue wewe ni nani. Kwa mfano tukichukua mfano kijana mwenye VVU. Ukishajitambua, alafu ukajikubali, sidhani kama utakuwa unajinyanyapaa. Na ukishajikubali na maana kwamba utahakikisha afya yako inaenda vizuri. Utahakikisha una ufuasi wako wa dawa vizuri. Utahakikisha yule unayehusiana naye unakuwa unajua namna gani nitamueleza, namna gani sitataka niumie. Na utatafuta njia ambayo ni safe ya kumwambia mwenzako kwamba mimi naishi na VVU ili mahusiano yawe vizuri. Na unaweza ukanegotiate mahusiano, yani ukaanza kuongelea kuhusu mahusiano na ukawa huru, kwa sababu hii self care inakutaka wewe ufike katika muda ambao confidence inakuwa kubwa. Na confidence ikishakuwa kubwa ndio ile tunakuja kwenye ile aina moja pale kwenye ustawi. Na ule ustawi ukishajitambua, ukishafanya nini, maisha yako yanaenda na anasimama. Kwa hiyo hivyo vitu vitatu ni muhimu. Na utafanyaje? Self awareness inakuja kwa sababu umeuliza maswali, unauliza, unapata, unajitambua. Sawa? Unamuuliza mwenzako, hivi mimi nikifanya hivi, unakubali yale makosa. Kama umefanya mistake, unakubali, unasema pale nilifanya, nilikosea. Mimi ni mtu wa namna hii, niko hivi. Okay. Ukienda sehemu unaangalia, nikifika mahali watu wananichukuliaje? Kwa sababu kuna mtu akitokea mahali watu wana vibe alafu kuna mtu mwingine akitokea kila mtu anataka umeelewa? Kwa hiyo sasa yani katika hali ya kujitambua unaangalia mazingira. Ukipita mahali, ukifanya hivi, unajifunza na yale makosa kila siku unafanya, hapo ndo utafika sehemu utajikuta you are aware. Alafu sasa unajikubalije kwamba yes, niko hivi na ndo nilivyo. Mtu ameniambia hivyo, ndo nilivyo. Sasa nifanyeje? Ndo nimeambiwa hivi, nifanye nini? Kwa hiyo kufanya nini ndio ile inakuja self management, kwamba okay, mimi ni mtu wa hasira za haraka. Kwa hiyo nifanye nini ili kumanage? Mtu akinikosea nifanyeje? Au mimi ni mtu wa kuropoka, mimi ni mbea, yani nikipewa siri hapa na mwaga. Kwa hiyo sasa niwe nafanyaje? Kwa hiyo yani vitu vyote ukishajitambua ni rahisi kusema okay, sasa mimi kwa umbea wangu huu inabidi niwe sijui, mtu akitaka kuniambia nimweze kabisa, kwa kweli mimi sitaweza kukaa nalo. Yani hili hapa, yani nikitoka hapa nitaenda kulimwaga. Kwa hiyo jitahidi, yani kwa mtu anajua kabisa nikitaka kumwambia, so unajua ukiwa nikimweleza fulani itafika kwa fulani, si ndio? Kwa hiyo ukishajitambua ni kitu kizuri. Kwa maana rahisi ili kijana sasa ajilinde na changamoto ya afya akili, lazima afahamu self care. Akiapply self care ni rahisi zaidi yeye kujikinga na changamoto ya afya akili kabisa. Sasa ukiwa kama mtaalamu wa masuala ya saikolojia, as nimewaambia, sasa si linaonekana sana? Hapana, alionekana sana, ila nikitaka kuchukua hivi kidogo pembeni unapata shida. Unapata mkono unaonekana. Tuendelee. Tunaelekea mwishoni hata hivyo. Nianze. Haya. Kama ambavyo nilikuwa nimekuambia mwanzo kabisa, mtazamaji wa NYP Podcast, tuko na mtaalamu, daktari wa masuala ya kisaikolojia, Daktari Fileuka. Ukiwa kama mtaalamu, Dr. Fileuka, wa masuala haya ya saikolojia na afya ya akili, unafikiri nini kifanyike sasa ili kukabiliana na changamoto ya afya ya akili hasa kwa vijana balehe? Vijana balehe.
kumbuka hapo tunasema vijana ndio kipindi. Kile kipindi ni kipindi unajitambua. Kipindi unajijua we ni nani. Kipindi unakuwa. Kipindi unaweza kujenga na kubomoa. Hicho ni kipindi cha mpito ambacho ukipita ndo unatambulika wewe ni nani. Kwa kile ni kipindi ambacho kwanza vijana bale wanaanza kuanzia miaka 10 mpaka 19. Si ndio? Hao ndo vijana bale. Kwa 10 mpaka 14 nao vijana wanauliza maswali. Sasa mimi napenda jamii wanadadisi sana. Wanataka kujifunza vitu vingi sana. Hapo jamii ndo inatakiwa kuwafundisha wale watoto. Hao vijana bale. Tunasema watoto kwa sababu hao ndo tunaita early adolescents. Kwamba ndo kipindi ambacho wanadadisi, watauliza maswali kuhusu ngono, ndo kipindi ambacho ndo wanaanza kupata ile kubalee, kuvunja ungo. Kwa kuna maswali mengi. Nakumbuka zamani ukivunja tu ungo unapelekwa kwa bibi au kwa shangazi, anakaa anaongea. Tuyarudishe yale masomo. Adadisi wawe karibu, wafundishwe ili yale maswali yake yote yajibike kabla hajaingia miaka 15 mpaka 17. Miaka 15 mpaka 17 ni kipindi cha majaribio. Tunasema kwa lugha ya Kiingereza ni experimenting. Kwa hiyo ataanza kuona kuna watu wanakunywa pombe, hebu nijaribu pombe. Au ngoja nijaribu hichi. Kwa hiyo usipomfundisha vizuri ile miaka 10 mpaka 14, ina maana atajaribu vingi ambavyo ni vya matamanio. Kumbuka hapo anaanza kuwa na matamanio ya ngono, matamanio ya pombe, matamanio ya kuvaa minisketi, matamanio ya kuwa na boyfriend, yani matamanio ya vitu vingi. Kwa usipomfundisha namna ya kusema hapana, namna ya kusema hiki ni subiri, then hapo atajaribu vingi. Na kuna wengine wataishilia huko. Kipindi cha majaribio hata sisi tumefanya majaribio, lakini na yale majaribio yanatujenga. Umeonja hiki wasema hiki sio sahihi kwangu. Umefanya hiki sana, hiki hapana. Nilifundishwa nisubiri. Ngono nisubiri kwanza mpaka nikue, maumbile yangu bado. Kwa hiyo haya yote hicho kipindi ukiwa na nani ndicho kipindi cha miaka 15 mpaka 19. Alafu jamii ukianza kumfundisha mtoto akiwa mdogo ni rahisi kuyakwepa na kuadapt vizuri na kuwa na tabia ambayo inastahimili maisha ya baadaye. Miaka 19 mpaka 18, 19 na kuendelea mpaka 24 ndio kipindi unajiona kwamba wewe umeshakuwa mtu mzima, unafanya maamuzi yako mwenyewe. Ndio kile utaniambia nini? Hata mama akikwambia kitu yani unasema mimi nishakuwa mtu mzima. Naweza nikajifanyia chochote kile. Lakini ndo muda ambao unatakiwa sasa uanze kukaa uone mtu mzima anafanya nini, ujifunze. Yani unamwangalia mama yako anafanya vitu gani, unaangalia wale role model wako. Lakini sasa role model wa siku hizi msiangalie hizi role model za kwenye TikTok au wapi, angalia familia yako imejenga misingi gani. Sawa? Misingi ipi ya familia, ijifunze ile misingi ili uweze ukaweza kustahimili maisha huko baadaye. Kwa sababu pale ndo unajenga, tunaita resilience, ustahimilivu. Unajenga jinsi ya kukabiliana na changamoto utakazozipitia ukubwani, na pia ubongo ndo unaanza kukomaa. Ukishafika miaka 21 umekomaa kamilifu. Kwa baada ya hapo kubadilika ni changamoto. Lakini sikatazi mtu kwenda disco, kucheza mziki, kufanya nini, kwa sababu hizo pia ni stages ambazo mtu anatakiwa upite, lakini na uchague pia. Na uchague. Hapo pia tunaweza tukazungumza na wazazi, Dr. Fileuka. Mimi huwa naamini kwamba malezi na makuzi ya mtoto anaweza kumshape mtoto kuwa nani baadaye. Tuzungumze na wazazi kuhusiana na hii changamoto ya afya akili kwa hawa vijana balee. Wao pia wanaweza wakawa ni source ya kumfanya mtoto akapata changamoto au kuwa source ya kumfanya mtoto wao awe salama. Wazazi wafanye nini sasa? Mzazi anatakiwa ajitambue mtoto wake anakuwa. Kwa kuna vile vitabia vingine unaviacha. Sasa unakuwa katika familia, mtoto anakukuta mama uko kwenye vigodoro. Mama sijui uko klabu. Mama sijui umefanya nini.
au baba uko kwenye pombe, unarudi unapiga, unafokea, unatukana, unafanya nini. Haya yote yanakuwa absorbed au yanachukuliwa na mtoto. Kwa hiyo tunasemaga katika saikolojia, things are repeating itself. Maana jinsi unavyoonyesha tabia kwa mtoto wako, atarudia the same thing kwa mtoto wake. Hata yeye mwenyewe atakuwa kama wewe, sawa? Na yeye pia atajijenga. Kwa ukimjenga vizuri, kwa zile ikishafika umri fulani, ndio tunasema tunachangamka, tutaka twende clubs na nini, tufanye hivi tufanye hivi. Lakini kuna umri fulani ukifika, unaweza kusema okay, sasa mimi nishakuwa hizi tabia zingine sitaki kumuonyesha mtoto. Zile domestic violence, sijui ni ugomvi manini, mtoto asiyaone, au mjirekebishe. Hata nini, najua kwamba sisi tuna mtindo, unakaa nyumbani, unamtuma mtoto kaniletee bia, nilete sigara, nilete sigara. Nimechukulia mfano, sio kwamba, lakini ni hivyo vitabia ambavyo ndio vinaanza taratibu kujijenga. Kwa hiyo na pia ukikaa ukiongea na mwanao, ndio hichi kipindi cha bale, ongea na mwanao. Yaani hakikisha swali lolote alilokuwa nalo mjibu. Kama hauna, unamwambia nitakutafutia jibu, nitaongea. Au ukiona kitabia kinaanza kuwa sivyo, mtafute mtu ambaye yaani kama wewe unashindwa, tafuta mtu aongee naye. Ndio kipindi hicho, ili aanze kujirekebisha taratibu. Asije akaja baadaye huko mkubwani ndio anaanza kutafuta mtu, mwisho mnakuja kutafuta wana saikolojia. Tunapoelekea mwishoni, Dr. Fileuka, sisi kama vijana, jamii na serikali, lakini pia mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, tuna wajibu gani sasa katika kukabiliana na hizi changamoto za afya ya akili? Afya ya akili bado, hasa katika nchi yetu, bado ndo jamii bado haijaelimika zaidi. Ndo kama zinaibuka sasa. Zinaibuka kwa kuna kama vile, sijui tunasemaje, sijui tuseme ni sintofahamu au mtafaruku, I don't know, sijajua kwa Kiswahili nasemaje, lakini kila mtu anasema yake. Sasa kama serikali, kama sisi tulioko katika mashirika sio ya serikali, kama sisi ambao ni wataalam, tunahitaji tuingie kwenye jamii. Tufundishe, tuelimishe, tuelezee watu wajue dalili ni zipi, waelewe namna gani ya kumtambua, kujitambua, kuhakikisha wanaenda wapi, ijulikane mimi nikiwa nikijitambua na shida ya tatizo la akili, naenda wapi, au nikimwona mwenzangu ana changamoto nafanya nini. Kwa haya yote yanatakiwa tuelimishe jamii, ili pia kupunguza unyanyapaa na pia kuhakikisha kwamba watu wanatambulika mapema na wanapata tiba mapema. Na tiba zipo, aidha ni za mazungumzo kama nilivyosema, au za kibiolojia kama za dawa, au zingine za kazi kama ni occupational therapy. Sisi tunashukuru sana kuwa pamoja na wewe, na kiukweli kama mimi nimepata kitu kikubwa sana kutoka kwa Dr. Fileuka, basi matumaini yangu pia na wewe ambaye unatazama podcast hii, na wewe pia kuna kitu umekipata kikubwa sana kuhusiana na haya masuala ya changamoto za afya akili. Kwa kumalizia, chochote kile ambacho unahitaji kuzungumza na mtazamaji wetu kuhusiana na hizi issue za changamoto ya afya akili? Kuna mwingine labda amekuwa interested baada ya kusikia na yeye ana changamoto zake, anataka kuja kushare na wewe, anakupataje? Anakupata saa ngapi? Wapi? Yes, mimi ninachotaka kusema leo, tumezungumzia kuhusu vijana. Na vijana tunasema vijana ni kipindi kizuri. Vijana ni kipindi ambacho tunajifunza na sehemu ambayo tunaenjoy. Na wanasema vijana maji ya moto. Lakini katika vijana mimi ninachopenda ni kwamba niseme tunatakiwa tuhakikishe tunajipenda, tunajitambua na tunajihudumia sisi wenyewe, na tuweze kusimama sisi kama sisi. Tusiende kwa kuyumbishwa kwa vijana, na ujifunze kwa makosa unayofanya ili usiyarudie, ili uhakikishe kwamba ukiwa mtu mzima unakuwa unajua kwamba nilipita huko,
wala sina haja nako tena. Na sasa hivi ngoja nianze kwa sababu natakuwa tayari umeshakuwa stahimili. Kama mtu mwenye changamoto ya afya ya akili, mimi napatikana kwenye namba yangu 0714 11 66 63. Anaweza kanipigia kuanzia asubuhi au jioni, lakini kumuona waga mara nyingi kama nataka kumuona kutokana niko na kazi nyingine, kumuona namuona kipindi cha weekend. Okay. Jumamosi ama Jumapili mchana baada ya kanisani. Kwa karibuni, na mkinipigia nitakueleza wapi pa kuniona. Yeah. Karibuni sana. Asante sana Dr. Fileuka, asante sana kwa kuja kujiunga na sisi. Mtazamaji, tulikuwa naye daktari bingwa wa afya na magonjwa ya akili, Daktari Fileuka, daktari bingwa wa magonjwa na afya ya akili. Tumezungumzia mambo mengi sana. Tumezungumza namna ambavyo changamoto ya afya ya akili inaweza kuanza kukua, na kumbe kuna stages za changamoto ya afya ya akili. Tumezungumzia ni kwa namna gani ambavyo wengine wanaweza wakakuona wewe haupo sawa na wewe unajiona kwamba uko sawa. Hiyo nayo pia ni changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo tumezungumza na tumegusa vitu vingi zaidi. Ni matumaini yangu kijana umepata kitu hapo, lakini pia kwa wewe ambao unaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, umesikia leo sio tu wale wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi ndio wako hatarini kupata changamoto ya afya akili. Hata wale wenye magonjwa sugu wapo pia hatarini kupata changamoto ya afya akili. Mimi naitwa Chipe, tukutane episode 3 ndani ya NYP podcast. Bye bye.